Watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba kwa nini nimekuwa nikikataza watu wasiboost posti ambazo wanataka kuuza, badala yake watumie Facebook Ads Manager. Kwa nini? Ni kitu gani ambacho ni special sana katika Facebook Ads Manager ambacho kinanifanya mimi niamini kwamba wale wanaofanya boost kwenye matangazo ambao wanataka kuuza ni kama wanapoteza pesa. Sasa episode ya siku ya leo itaenda ikajibu exactly kitu gani ambacho huwa nakimaanisha, lakini pia itaenda ikakupe mwangaza wa namna ambavyo boost inakufelisha na the way ambavyo unaweza ukafaulu kwa kutumia Facebook Ads Manager, ambayo nimekuwa nikizungumzia kwa muda mrefu sana kwamba watu wanatakiwa waanze kuitumia. Kwa hiyo episode ya leo itadeal na kujibu kwa nini hutakiwi kuboost posti, badala yake unatakiwa kutumia Facebook Ads Manager kwa ajili ya kutengeneza matangazo yako ambayo yatakupa matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo unatakiwa kuisikiliza hii episode kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ambapo kitu cha mwisho pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikichukuliwa poa sana, lakini ni kitu ambacho kina impact vizuri sana kwenye biashara yako, hususan kwa wale ambao wanatumia Facebook Ads Manager kwa ajili ya kuweza kulan matangazo yao ambayo wanakuwa wanategemea yatawaletea matokeo ambayo ni mazuri. Kitu cha kwanza ambacho huwa kinanifanya niamini boost na nione boost kama ni njia ambayo haiwezi kukupa matokeo ambayo ni mazuri ni kwamba boost haitokupa options nyingi za kufanya targeting kama ilivyo kwenye Ads Manager, ambapo kwenye Ads Manager tuna option nyingi sana za kuweza kufanya targeting, ambapo unaweza ukatarget watu ambao wanataka kwa kuzingatia vigezo mbalimbali, like wale ambao walikuwa tayari wamesha kufollow kwenye page zako, wale ambao waliwahi pia kuona matangazo yako. Unaweza kaamua pia kufikia wateja wapya kabisa ambao hawajawahi kabisa kuona matangazo yako, lakini vile vile una uwezo wa kuamua kutarget wale wote ambao wamekufollow na kaweza kuona tangazo lako, ambapo inakuwa ni rahisi kwa ajili ya kuweza kuuza, kwa sababu unakuwa unauzia watu ambao wanakufahamu. Kwa hiyo kama unatumia boost hauwezi ukapata hizi options za kuweza kutarget watu wengi sana, kutarget kwa options tofauti. Badala yake wewe utakuwa na target ni kama option moja tu hivi ambayo utakuwa unafikia watu wapya kila siku. Yani ukilani tangazo lako na kuwa hauna uhakika kama linaenda kwa watu ambao wanakufahamu, kwa watu ambao hawakufahamu. Yani unaliacha tangazo tu linaondoka bila kuwa na mipango ambayo inaweza kukuletea matokeo ambayo ni mazuri. That's why huwa naambia kwamba boost ni njia ambayo haiwezi kukupa matokeo mazuri, kwa sababu kwa nature ya kufanya targeting tu itakupa option chache sana ambazo haziwezi kukupeleka sehemu yoyote. Na jambo la pili ambalo huwa linanifanya nione boost kama ni njia ambayo si salama kwa ajili ya kuweza kufanyia matangazo yetu ni kwamba kama una boost hautopata option ya kuweza kucontrol vitu vingi sana. Kwa mfano kucontrol zile sehemu ambazo tangazo lako litaenda kuonekana, huwa tunaita placement, lakini pia hautoweza kutumia baadhi ya buy strategy ambazo ni muhimu sana kwa mtu ambaye anafanya matangazo yake, kwa sababu hizi ndio huwa zinamweka nafasi nzuri sana ya kuweza kushindana na matangazo mengine ambayo yako hewani yanarani muda huo. Lakini pia hauwezi ukapata kufanya optimization ya zile specific goals ambazo zinaweza zikakupa matokeo mazuri, kwa sababu boost ni njia ambayo ni shortcut sana. Kwa hiyo sio rahisi kuweza kuvipata hivi vitu vyote vingi ambavyo kimsingi ndivyo vinaamua kwa asilimia kubwa sana matokeo mazuri ya matangazo yako. Kwa hiyo kama unatumia Facebook Ads Manager vizuri, utapata hii option ya kuweza kutumia hivi vitu vingine ambavyo nimevitaja hapa, kama kuselect placement ambayo unataka tangazo lako likaonekane, lakini pia kuweza kuapply baadhi ya buy strategy ambazo zitakusaidia wewe kuweza kushinda vizuri kwenye mashindano ambayo unakuwa umeingia na watangazaji wengine ambao wanafanya the same business na wewe. Vile vile haitokupa nafasi, kama unatumia boost haitokupa nafasi ya kuweza kuselect optimize goals ambazo zinaweza zikakupa matokeo ambayo ni mazuri kwenye matangazo yako. That's number 2. Lakini pia number 3 ni kwamba kama hautokuwa unatumia Facebook Ads Manager, ina maana kwamba wewe matangazo yako unayofanya kwa boost ni yale matangazo ambayo huwa yana focus zaidi na engagement na sio conversion. Nikizungumzia engagement nazungumzia hizo followers, hizo likes, comments na vitu vingine ambavyo havina umuhimu wote kwenye kuuza. Badala yake kama unatumia Facebook Ads Manager una uwezo wa kuamua kama unataka kupata hizo engagement au unataka kufanya matangazo ya conversion, na ni rahisi kama unafanya matangazo ya conversion kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu utawafanya Instagram watumie nguvu kubwa sana, Instagram na Facebook watumie nguvu kubwa sana kwa ajili ya kuweza kulifanya tangazo lako likaonekana kwa watu wengi zaidi ambao wana interest na hicho kitu ambacho unakitangaza, tofauti na matangazo haya ya kuboost ambayo kiboost unaenda kufanya matangazo ya engagement kwa asilimia kubwa sana. Ndio maana utakutana na
hii ya kupeleka wateja kwenye WhatsApp, hii ni engagement sometime. Kuna hii ya kupeleka wateja kwenye visit profile, hii nayo ni engagement, na vitu vingine ambavyo haviwezi vikakupa matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo unatakiwa kuachana na boost kwa maana kama hii na kuanza kutumia Facebook Ads Manager ili uweze kufanya matangazo ambayo yatakuwa ni bora zaidi. Lakini pia kitu kingine ni kwamba kama una boost hautopata nafasi ya kuweza kufanya testing, hautopata nafasi ya kuweza kutumia zile tools maalum kabisa za kuweza kufanyia testing na ukaweza kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinafanya kazi na kitu gani ambacho hakifanyi kazi vizuri, ili mwisho wa siku uje utengeneze tangazo ambalo litakuwa ni bora. Badala yake utakuwa unafanya tu matangazo bila kufanya testing, bila kujaribu kitu gani ambacho kinafanya kazi. Kwa unajikuta unafanya matangazo ambayo hayawezi yakakufikisha popote, matangazo ambayo yanakupotezea muda, lakini pia matangazo ambayo yanaendelea kukupa matokeo ambayo ni mabaya sana. Vile vile kitu cha mwisho ambacho kinanifanya nione boost kama ni sehemu ambayo inaendelea kupoteza pesa zako ni kwamba boost hautopata nafasi ya kuweza kuselect objective ya tangazo lako, yani malengo ya tangazo lako ambayo unaweza ukauza. Kama nilivyozungumza, boost ina focus zaidi na matangazo ya engagement. Kwa hiyo huwezi ukakutana na matangazo ya sales, huwezi ukakutana na matangazo ya leads, kwa sababu sales na leads ni objective ambazo zina focus zaidi na kupata zile traffic ambazo ni quality, wale watu ambao wanaweza wakanunua na wale watu ambao pengine wanaweza wakaja kuwa wateja wako wa baadaye, tofauti na boost ambayo yenyewe ina focus zaidi na engagement peke yake ambayo utaipata kwenye hizo platform zako. Kwa hiyo hizi ni sababu 5 ambazo zinanifanya niamini kabisa, na sio kuamini tu, nimefanyia mpaka testing na nikaona kwamba boosting ni sehemu ambayo tunapoteza pesa zetu nyingi sana. Badala yake hiyo pesa tungeinvest katika kutumia hii Facebook Ads Manager, tungepata matokeo ambayo yangekuwa ni mazuri zaidi, ambayo mpaka leo hii tusingekuwa katika hali ambazo tuko nazo sasa hivi. Kwa hiyo kwa namna yote ile, kama unataka kuuza, kama unataka kufanya biashara ambayo itakupa matokeo mazuri kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, basi hakikisha unatumia Facebook Ads Manager kwa ajili ya kuweza kulani matangazo yako na sio boost kwa ajili ya matangazo ambayo unataka kuuza. Na hili ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata ile knowledge ambayo utaitumia kwenye kufanya biashara, lakini pia kufanya matangazo katika hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook, na mwisho wa siku ukaweza kupata matokeo ambayo yako bora zaidi. So kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye pengine unaona hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali usiache kushare naye, lakini pia usahau kuniachia comment hapo down kwamba ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza katika hii episode, lakini pia ni kitu gani ambacho unawishi kujifunza katika episode zijazo, nami nitakutengenezea video yako exclusive kabisa, episode maalum kwa ajili yako ambayo itakuwa inaelezea kitu gani ambacho umekiomba. Mimi naitwa Joram Tanzania.